Naendelea na jukwaa la Chamwino ambapo hii leo basi tunaangalia kukamilika kwa ujenzi wa daraja la Kigongo Busisi, na tupo bado na Lugenzi Kabare ambaye anaendelea kutupitisha. Mradi huu Lugenzi, utakubaliana nami, ni mradi kabambe na unakwenda kuwa na athari chanya za kiuchumi kwa mikoa ya kanda ya Ziwa, lakini mikoa ya kanda ya Magharibi na kwa nchi jirani kama Uganda, Kenya, Rwanda hadi DRC. Ni manufaa gani hayo, kwa namna gani kukamilika kwa daraja hili kunakwenda kuleta faida kwa nchi yetu? La kwanza Anet, ambalo natakiwa ufahamu, nitatumia maneno ya Kiingereza. Si kwamba Kiingereza ni bora. Ila unaweka msisitizo. Msisitizo, lakini pia Kiingereza kina manufaa ya kujieleza kwa maneno machache. Waingereza wana msemo mmoja, anasema time is money. Yani kadri unavyotumia muda wako kwa manufaa zaidi, ndivyo unavyokunufaisha. Na kama unatumia muda mwingi kwa namna ambayo sio nzuri, ndivyo ambavyo unakuwa maskini zaidi, au ndivyo ambavyo hauwezi kuendelea. Sasa katika masuala ya uchumi, katika masuala ya biashara, muda ni kitu kimoja cha kuzingatia sana. Mathalan, nikupe mfano. Wewe unalima matunda, chukua mfano maembe katika mkoa wa Morogoro. Sasa umeagizwa na kiwanda kimoja ambacho kinachakata maembe katika mkoa wa Dar es Salaam. Wanakuambia tuletee maembe kesho kabla ya saa 6. Lakini wewe kutokana na barabara yako na mauzauzo utakao kukutana nayo kule, unaenda kufika pale saa 12 jioni badala ya saa 6 mchana. Sasa athari yake nini? Kwanza unaweza kukuta wale malighafi ilikuwa imeshafanya nini? Imeisha, wamesimamisha. Au wameondoka shughuli za siku. Kwamba sasa tumekosa nini? Kwamba subiri kesho. Kwa hiyo kiwanda kimepata hasara na wewe umepata hasara. Sasa ikitokea umeagizwa kwamba maembe yafike saa 6, wewe kafika 5:30. Yani kwanza yule mteja umepelekea pata sema, wewe sasa sikiliza bana, shusha mzigo kesho tuletee malori mangapi? 3. Unaonekana unaijali muda. Unajali muda. Na ni muda, na muda ni nini? Time is money. Time is money. Samahani sana Waswahili, wagombezi wa Kiswahili. Tutumie maneno machache. Mtumie Kiswahili. Hatuwezi kukosa maneno ya Kiswahili. Kwamba muda ni fedha na muda ni mali. Na moja ya kanuni za mali ili uweze kupata ni kwamba lazima utumie muda wako vizuri ili uweze kupata matokeo mazuri ya mali na mafanikio. Kwa hiyo ikitokea mahala muda wako umeutumia vibaya, uwezekano wa kufanikiwa ni mdogo. Sasa faida namba 1 ya daraja hili, kukamilika kwa daraja hili, kwamba kabla ya daraja hili, kwa kutumia vivuko ambavyo vilikuwepo pale, mzunguko mmoja wa kivuko kuchukua watu ngambo moja kwenda nyingine na kurudi ulikuwa unachukua sio chini ya masaa 3. Sio chini ya saa 3. Sasa chukua ndani ya saa 24 kulikuwa na mizunguko mingapi na inabeba watu wangapi na gari ngapi. Kwa sasa hivi, sasa kutokana na kukamilika kwa daraja hili, gari imechukua muda sana kukatisha pale, ni kati ya dakika 3 mpaka 4. Kwa hiyo wewe kama umetoka Mwanza na bidhaa zako, au umetoka Mwanza na kwenda Geita, au unakwenda Ngara, au unakwenda Kigali, itakuchukua muda mfupi sana umeshafika katika eneo lako. Hata kuna uwezekano sasa wa kutoka Mwanza ukaenda Kigali na ukarudi. Kwa sababu yale masaa 3 ya pale yamekwisha. Kwa hiyo faida namba 1 ni kwamba daraja hili litaokoa sana muda ya wale ambao wanatumia katika lile daraja. Badala ya masaa 3 ya vivuko vile vya kihandisi, sasa wanatembea wenyewe pale na magari yao dakika ngapi? 3. Unaweza kuona masaa 3 mpaka dakika 3. Yani ni mabadiliko makubwa sana katika swala kuokoa muda. Lakini jambo la pili muhimu sana ni kwamba tunavyozungumza hivi, Mwanza ndio kitovu cha uchumi wa kanda ya Ziwa. Yani ukizungumzia kitovu cha uchumi wa kanda ya Ziwa ni mkoa wa Mwanza, na hususan ni jiji la Mwanza. Na jiji la Mwanza hili na mkoa wa Mwanza kwa ujumla, licha kuwa kitovu kwa kanda ya Ziwa, lakini kanda ya Ziwa yenyewe ina mchango mkubwa sana katika pato ghafi la nchi ya Tanzania kwa maana ya GDP. Ni kutokana na biashara ambayo inafanyika kati ya kanda ya Ziwa, lakini kwa mkoa wa Mwanza na mikoa inayozunguka Mwanza, lakini pia na nchi jirani. Kwamba Mwanza, biashara ya Tanzania kwa nchi za Afrika Mashariki, Mwanza ndio kitovu. Kwa maana kufanya biashara na Burundi, kwa maana kufanya biashara na Uganda, kwa maana kufanya biashara na Rwanda, na kwa maana kufanya biashara na DRC. Sasa nini ambacho kinafanyika? Kutokana na daraja hili sasa, biashara kati ya hizi nchi ambazo zimezitaja inakwenda kuchechemka.
yani inakwenda kukua maradufu, kwa sababu ninavyozungumza na wewe saizi tuchukue tu mathalan moja ya biashara kubwa kutoka Mwanza ni samaki, dagaa ambao wamekaushwa, lakini samaki ambao wamekaushwa, na kuna kitu fulani kule katika nchi ya Kongo wanaita makayabo. Makayabo ni sangara akisha katwa ile minofu ile yanabakia yale mengine kichwa na nini, ile haitupwi, inakaushwa. Makayabo haya kule katika nchi ya Kongo ni mboga muhimu sana kwa Wakongo. Kwa hiyo yanakusanywa, magari kutoka Kongo yanakuja kuchukua, lakini pamoja na dagaa. Sasa kutokana na kuwepo kwa kivuko pale, ilikuwa sio rahisi magari kutoka DRC kuja kuchukua hiyo mizigo. Baada ya daraja sasa kujengwa, gari zitakuwa nyingi sana za kutoka DRC kuja kuchukua mzigo, lakini pia kwenda Kigali, kwenda Bujumbura, kwenda Mbarara kwa maana Uganda, itakuwa ni haraka sana. Ya, kwa hiyo kwa maneno mengine nataka kusema ni kwamba uchumi au biashara sasa kati ya Tanzania kwa upande wa kanda ya Ziwa tukiunganishwa na Mwanza inaenda kukua maradufu. Hapo nimekwenda sasa kwenye eneo la kimkoa, kwamba eneo la ukanda wa Afrika Mashariki. Lakini turudi katika nchi yetu sisi wenyewe. Mwanza kwa kanda ya Ziwa ndio jiji lenye viwanda vingi kabisa kutengeneza mahitaji mbalimbali ya Watanzania. Iwe ni nondo, iwe ni sabuni, mahitaji. Mwanza pale ndio kituo ambacho kina viwanda. Sasa hizo bidhaa ambazo zinatengenezwa na viwanda vya Mwanza ndivyo vinalisha Geita, ndivyo vinalisha Shinyanga, ndivyo vinalisha Kigoma, ndivyo vinalisha Katavi, ndivyo vinalisha Kagera. Na hizo bidhaa katika kufika hiyo mikoa ilikuwa inapita pale katika eneo la Kigongo Busisi kwa kutumia kile kivuko. Sasa limekuja daraja. Tunaweza kupiga tu hata wewe hesabu zake. Haihitaji uwe na masters ili kuweza kujua hizo faida. Yani hauhitaji. Yani unaona kabisa picha kwamba sasa yani biashara kasi inaenda kuongezeka sana. Hayo ni manufaa makubwa kabisa ya daraja. Hapo ni kwa maana mikoa sasa ya Geita, kwa maana ya Kagera, Katavi na huo ukanda wote wa magharibi mpaka Rukwa. Lakini nini kingine ambacho kinaenda kupatikana hapa ni kwamba sio wingi tu wa magari, lakini ule muda ambapo magari yatachukua muda kuingia Mwanza na kutoka. Sasa hivi ninapozungumza na wewe itawezekana kabisa kwa mtu Kigoma kutoka asubuhi akaja Mwanza akafanya shughuli zake akarudi Kigoma. Kitu ambacho kipindi cha kutumia vivuko ilikuwa ni ndoto. Kwa sababu wanapiga na muda ule wa kusubiri. Wa kusubiri pale. Yaani kwanza wakati unatokea Kigoma ngambo ile ya kule ngambo ya Busisi unasubiri. Na kama ukimaliza kazi zako Mwanza ukija huko Kigongo unasubiri. Kwa hiyo una masaa 6 ya kupoteza pale. Hauja hesabu masaa ya kutoka Kigoma kufika pale. Lazima ukifika pale itabidi ulale. Kwa hiyo sasa kutakuwa na uwezekano wa watu kuingia na kutoka. Na tunaposema kuingia na kutoka ndio uchumi wenyewe, ndio biashara yenyewe. Kwa hiyo kwa sasa hivi mtu anaweza katoka asubuhi Mpanda, akaja mpaka Uvinza, akaingia Kasulu, akaingia Kibondo, akaingia Nyakanazi, akaingia zake Mwanza hapa, akavuka daraja, akafanya shughuli zake, akarudi Mpanda kwa wakati. Zingatia sasa hivi serikali ya awamu ya 6 inatekeleza mradi mkubwa sana wa barabara ya kutoka Mpanda kuja Uvinza kuunganisha na njia ya lami inayotoka Kigoma kwenda Kaliua na katika mkoa wa Tabora. Na hii barabara tayari iko kwenye hatua za mwisho. Itakuwa tu ni sha. Lakini manufaa mengine makubwa ni kwamba ulaji wa bidhaa za viwanda ambazo zinazalishwa na mkoa wa Mwanza utaongezeka. Unaposema kuongezeka kwa ulaji wa bidhaa hizi maana yake nini? Leo hii wavuvi pale Mwanza wanavua, lakini unaweza kukuta samaki au dagaa wanakaa muda mrefu zaidi hawajauzwa. Si kwamba hakuna wateja, lakini kutokana na shida usafiri, magari kufika kuwachukua yanakuwa ni ya shida. Sasa kwa sababu magari yatakuwa ni mengi, hayana kikwazo, yatakuwa yanaingia Mwanza yanachukua samaki. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba kiwango cha mauzo ya samaki yataongezeka. Lakini hata kule katika Ziwa Victoria, kama mtu alikuwa na mitumbwi 10 ya kuvua dagaa, kutokana na mahitaji ya soko atakuwa na mitumbwi 20. Maana yake nini? Yeye mwenyewe kipato kinaongezeka, ataajiri zaidi kwenye mitumbwi, atalipa kodi zaidi halmashauri, atalipa kodi TRA, yani uchumi wa nchi utakuwa kote. Hizo ni athari chanya za kukamilika kwa hili daraja. Lakini
Kitu kingine ambacho watu wanapaswa kukijua, gari yoyote kutoka nje ya Tanzania inapoingia pale mpakani, katika ada inazolipa ni pamoja na ada ya kutumia barabara zetu. Kwa hiyo barabara zetu zinakwenda kuwa chanzo pamoja na daraja, chanzo cha mapato ya fedha za kigeni kwa nchi hii. Mpaka sasa tulipo tunapata fedha kutoka katika magari ya Uganda, magari ya Burundi, magari ya Rwanda, magari ya DRC. Lakini kiwango cha haya magari ni machache ikilinganishwa kukamilika kwa nini? Kwa daraja. Kwa kama kwa mwezi katika nchi hizi ilikuwa naingia magari mathalan 2,000, sasa yataingia 10,000. Kwa kama kwa mwezi tulikuwa tunapata ada ya fedha za barabara takriban dola labda 30,000 kutokana na magari kuingia, sasa itakwenda hata mara 100, kwamba sasa kwa mwezi tutapata dola 300,000. Haya ni manufaa ya dhahiri kabisa, lakini yasingewezekana bila kukamilika kwa daraja la Busisi. Lakini tuende katika eneo jingine. Tunavyozungumza sasa hizi, mamlaka ya mapato hapa nchini inakusanya mapato katika mkoa wa Mwanza kwa kadri ya sheria za kukusanya mapato. Lakini kukamilika kwa daraja hili maana yake ni kwamba kuna bidhaa zinazotoka katika nchi za Rwanda, Burundi na Uganda kuja katika kanda ya Ziwa. Kwa sababu daraja limekamilika, zitakuja bidhaa nyingi zaidi. Lakini kuna bidhaa za export kutoka Mwanza kwenda katika hizi nchi. Kutokana na daraja kukamilika, bidhaa zitakuwa nyingi zaidi. Maana yake ni kwamba kiwango cha mapato kutokana na hii biashara kitaongezeka. Na kinapoongezeka kiwango cha mapato ya biashara, na TRA mfuko wao unafanya nini? Unaongezeka. Inapopata pesa TRA, Aneti, tarehe 30 watu na saini mshahara. Tunakuwa na uhakika wa mshahara. Lakini kubwa zaidi, watoto saizi kutoka darasa la kwanza mpaka form 6 wanasoma bure. Bure ni matamko tu, lakini chini huku kuna gharama ya hii elimu. Hii gharama inalipwa na nini? Na serikali. Na serikali inajibana, inajikamua mpaka inalipa. Lakini sasa kwa TRA kuongeza mapato, maana yake tutakuwa na nafasi zaidi na zaidi. Lakini mapato yanayopatikana TRA ndio yanajenga barabara, yanajenga huduma za hospitali na kadhalika. Hii maana yake ni kwamba tayari mapato ya fuko letu katika hazina kupitia TRA kwa kipengele cha TRA yanakuwa yamefanya nini? Yameongezeka. Lakini bila daraja hili TRA wangeendelea kukusanya hicho wanachokusanya.